Hivi na Deva. Wewe unahisi muda kama utakuwa ipo? Au kana kwa shoga yake? Inawezekana, maana wewe siku hizi naye haelewi yule. Inawezekana ipo kwa shoga yake. Na hivi kwa maneno alivyomwambia kaka manake amesikia au ndo amedharau? Siku hizi Nadia jeuri. Kiukweli sijui kama atakuwa kamuelewa hajaelewa. Inawezekana akasikia alafu akashindwa kuelewa. Na sio mtu akudharau. Manake kama kaka alimwambia afa anashindwa kumsikiliza, atamsikiliza nani zaidi yake yeye? Bwana siku hizo ajifanya ikakuwa bwana achana naye. Na ndo anakuja, unaona kuja na sikia yake. Wewe Nadia. Huyo nani? Rafiki yangu. Kaka alikwambia nini? Usinilembulie macho hayo. Kaka kukwambia nini? Sio na rafiki yangu. Sasa kwa nini unampinga? Mimi siwezi kupingana naye sasa. Uwezi kupingana naye kaka yako, uwezi kupingana naye rafiki yako. Rafiki yangu. Rafiki yako. Kwa hiyo bora rafiki yako kuliko kaka yako, si ndio? Wewe unajifanya unajua wewe. Unajifanya unajua wewe. Wewe unajifanya unajua wewe. Shauri yako. Hivi kati ya kaka yako wewe na rafiki yako, hivi kwako bora ni nani? Kaka. Na kwa nini unashindwa kumsikiliza ambao yeye alikukwambia, alafu unasema hauwezi kupingana naye rafiki yako? Kwa nini? Kaka nikirudi nyumbani, kaka atakuwa kaka yangu na nikienda mtaani atakuwa rafiki yangu. Kwa nini usiachane nao ukatafuta rafiki mwingine? Siwezi kutafuta rafiki mwingine. Kwa sababu umekuwa jeuri sana yani. Sasa akija kaka yako nitamwambia. Kwa kile unachokifanya maana kama kashakwambia kwa usiweke mguu, wewe unazidi kutia mguu. Na wewe nakwambia mwanzo leo na mwisho leo kukanyaga hapa nyumbani. Wewe ukija na rafiki yako hapa, nakutimoni mikofi wote. Kuanzia leo mwambie kama unakuja huko, aishi njiani. Huyu rafiki yangu na atabaki kuwa rafiki yangu. Nakwambia akija hapa aishie njiani, yani asifike hapa katika uwanja. Hapo ukija uje kama wewe. Bado badilisha wewe. Nyumba umejenga? Hata kama sijajenga ni nyumbani. Na mimi nyumbani kwangu. Na mamlaka zaidi yako wewe. Mamlaka huko? Utajenga mtazaa mtoto wenu. Ndio muwafundishe sijui usiwe marafiki na yule. Pia bali hiyo. Huyu atakuwa rafiki yangu na wewe utakuwa kaka yangu. Kama ukivunja udugu utajua mwenyewe. Upo? Huyu rafiki yangu. Kwa sababu sasa kwa jeuri au hebu nenda ndani kwanza. Na wewe mwanzo leo na mwisho leo uleta vikongolo vyako hapa. Uondoke huko kwenu. Sawa. Kama utakuwa unaagizwa na bibi yako, ulete majini wako hapa. Yaani au tupate kwa sasa hivi. Kwa hiyo kwenu bwana, utanisamee mimi. Utanisamee kwa sababu wenyewe ndio mnayataka. Ila haka mimi siataki. Na umwambie kabisa. Nimwambie nini? Kama yeye asikii, asitusumbue watu. Matatizo ambayo yanakuja kumkuta yatakuwa yake peke yake. Na bali si watu tunamwambia hatuelewi. Sisi na tuendelee kuwa king'ang'anizi. Hapo sijui umenielewa? Yaani kiwa wewe mtoto wa kiume umeshindwa kumuelewesha kaelewa, mimi mtoto wa kike mwenzie atanielewa. Kama alikuwa mwanaume zangu akinielewa. Yule pale wa kike mwenzio, kwa hiyo mtaongea, mtaelewana. Haya.
Unajua mwana mkasi? Yaani mwana siku nyingi kweli yani hapa sijakuona. Yaani shida nini yani? Mwanangu. Kwenye kijiji mimi nilikuwa sipo hapa. Lakini shida kwa nilipokwenda. Nikikaa sielewi, najikuta tunarudi kwenye kijiji. Asili kijiji kina nini? Sitamani hata kukaa katika kijiji, lakini nashangaa. Dada, kuna kitu mimi nataka nikwambie. Kitu gani hicho tena mdogo wangu? Kuhusu rafiki yangu Lazina. Lazina? Ndio. Lazina rafiki yako? Mimi sitaki kusikia habari zake. Tena nakwambia, sitaki kusikia habari zake. Tumeelewana? Ndio nisikilize nikwambie. Kaka ameshatukataza na mimi nakubali mawazo ya kaka. Kaka akatuambia sisi tusiwe na mawasiliano na yule msichana. Wewe unang'ang'ania, mimi sitaki habari zake kuzisikia. Tumeelewana? Ndio nisikilize. Nikusikiliza nini? Nisikilize dada. Haya, ongea. Kitu gani unataka kuongea? Sikiliza sasa nikwambie. Yaani yule pale Lazina yule sio mchawi, ila bibi yake tu anamlazimisha ingekuwa mchawi, lakini sio mchawi, hataki. Yaani pale alipo pale anataka msaada, yaani pale katika ile nyumba ile. Nikienda huko narudi hapa. Sielewi tatizo kubwa nini. Yaani mwanangu, haujui kwa jinsi ilivyo kijiji. Kuna changamoto nyingi sana. Kwani kuna changamoto gani katika kijiji? Mwanangu acha. Hivi unamjua Biti Tausi? Biti Tausi, yule mzee wa pale kati pale. Yes. Huyo. Yule mzee mwanangu anafuka sana. Ndani moshi au? Sio kama anafuka moshi. Ni mwanangu na masuala mengi unajua. Yule mzee mwanangu ni mchawi. Mchawi? Na mchawi kweli. Unajua kijiji kizima hiki? Anaogopeka yeye. Anasema akipita Biti Tausi. Bwana, mzee wa moto sana. Hivi unamjua Mzee Mikodo? Mikodo ndio nafahamu. Mikodo mwanangu naye. Ile maana kama shirikiana na Biti Tausi. Yupo yote yule. Unajua watu wengi sana wanaishi kwa makadirio. Upole wa mtu anajua na jinsi alivyo katika mazingira yake ndio hivyo. Unaona? Lakini ni mtu mpole, ni mtu hatari sana katika maisha ya kibinadamu. Yaani mimi nimwambie mwanangu yaani labda unielewe. Yaani mwanangu katika pita zako zote Biti Tausi yaani mtu wa kumheshimu sana. Yaani ukimwona Biti Tausi yaani umheshimu. Kwa kijijini hapo kijijini kote Biti Tausi ndo anaogopeka. Wanafuka. Yaani sio kana sema maana kufuka ukajua anafuka moshi. Yamake maana kufuka mwanangu yani wa moto asikiki. Ndio maana mwanangu hiki kijiji mimi sitaki kukaa. Yaani sitaki kukaa kabisa. Lakini ndio hivyo tu, nafsi yangu tu. Kila nikiondoka najikuta narudi hapa. Ndio mambo yanayoendelea katika kijiji. Na mdogo wangu wa kike anaitwa Nadia, unamfahamu? Nadia namjua. Basi mwanangu ule mtoto anisikia, yaani asikilizi nyumbani hata kidogo. Nakusikiliza. Yaani sio mimi tu. Yaani hata yule brother wangu naye anashindwa kumsikiliza. Shida nini sasa na yeye tena? Kwa sababu familia yangu mimi hapa inaniruhusu ambao naweza nikamwambia wewe fanya asiende kukanyaga wapi? Kwa Biti Tausi. Lakini amekuwa mbishi. Na vile anatembea na yule rafiki yake mkubwa. Mjukuu wake Biti Tausi. Kwani mjukuu wake Biti Tausi na yeye anashirikiana na bibi yake? Sina uhakika. Unaona? Lakini inawezekana. Inawezekana kwa ujui mjukuu wake kama anashirikiana naye au ashirikiani naye. Lakini inawezekana vyote hivyo. Kwa hiyo sasa kama nyinyi familia mmechukua maamuzi gani kuhusu swala hili? Sisi pale tumeamua, yaani kuanzia mimi mpaka yeye yule Nadia anatakiwa sikanyage nyumbani kwa Biti Tausi. Lakini kama jinsi unavyojua watoto wa kike
Lakini ukimwambia kitu haelewi haraka. Ukimwambia kitu wewe ni mbishi. Mpaka likimkuta tatizo ndo atajua kama nilikuwa naambiwa nini nyumbani. Baadaye ndo hao nakimbia wewe nyumbani kama mkubwa familia. Lawama zote zinakushukia wewe. Wakati ulimwambia mapema kabla hajafanya alijamkuta tatizo. Sasa leo nakuta tatizo atarudi tena nyumbani. Tutachukua sisi ndo kama nani? Kama ndugu zake afu tutachukua sisi ndo wabaya. Na sisi tutachukiwa na wanakijiji wote, maana tutachukiwa wameshinda kumtunza dada yao si na nini. Kama sisi tunapojua tena na kijiji wengine. Hata kama ndio kwa sala kwako. Tunaonekana ndio mwenye tatizo. Na wewe ndo mbaya. Lakini sisi tunaangalia tima yake. Maana sasa mtu unajua ukimwambia kitu anataka kusikiliza sana. Hasa kwa kijiji kwa kipindi hiki sasa hivi jinsi kinavyoonekana. Uchumi umekuwa mdogo, umeshuka dau, unajua? Lakini ni bado ambayo huyu mtu anaforce. Kwa sasa sio masharisi. Anataka hata ahame. Yaani na babake mdogo, wenyewe banke, yani kufula. Mdogo wangu Nadia, una ushahidi gani kama yule sio mchawi? Mimi sikanambia mwenyewe. Shauri yako, maana kaka kashatukataza kabisa yule mtu tusiwe na masiana naye. Lakini wewe unang'ang'ania. Sawa? Ngoja akija kaka tutajaribu kumwambia. Kama akikubali na kama hatokubali shauri yako. Ila naomba umwambie wewe. Mimi sitomwambia. Dada, mimi nimekufuata wewe. Kama inawezekana kumwambie wote au uanze kumwambia wewe. Sawa mdogo wangu, nitajaribu kuongea naye kaka. Kama atakubali sana, kama hatokubali basi mimi sina jinsi tena kumsaidia yule rafiki yako. Lakini wazee. Sawa, nakuelewa. Lakini ukae kimya. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Umeniachia mateso, mimi nateseka peke yangu mimi. Ni bora si ungeondoka, ungewepo, ungelikuwa dawa yangu mimi. Umeniachia mateso, mimi nateseka peke yangu mimi. Ni bora si ungeondoka, ungewepo, ungelikuwa dawa yangu mimi. Ulichofanya ukanikimbia na ukaniacha home nalia, huku ukisema kuwa umenikomoa, kipenzi niliumia. Leo nakuja kwangu nataka turudiane, wenenda tu mimi nilishapata mwingine. Nilivyokuwa nawe wala kunisamini, ulinisemezea mabaya mengi mtaani. Ueneza tu akatafute redanga lako, wenenda akaendelezele michepuko. Wenenda akatafute redanga lako, wenenda akaendelezele michepuko. Umeniachia mateso, mimi nateseka peke yangu mimi. Ni bora si ungeondoka, ungewepo, ungelikuwa dawa yangu mimi. Umeniachia mateso, mimi nateseka peke yangu mimi. Ni bora si ungeondoka, ungewepo, ungelikuwa dawa yangu mimi. Alijua nini hapa mbizo? Wananiita mtoto wa mama, tuende weka nitikse moja, we kama unadanga jipya, we kama unalotikiza, twende ndogo na shuka, we mpaka chini kabisa, tikiza tuone, wanangu tuone, madada tuone, na huku tuone tena, tikiza tuone, wanangu tuone, machizi tuone, na huku tuone.
wivu.